Karibu katika simulizi ya The Royal Boss. Kama ilivyo kaida, kukuletea simulizi hii ni mwendelezo, na leo iko sehemu ya 3, na nikwambie tu kama tulivyoweza kuona katika simulizi sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, kuna matukio kadhaa ambayo yaliendelea kujiri, lakini kitu pekee ambacho mpaka sasa tujajua ni kwamba kuna siri gani kati ya Bivana, Manyanya na huyo mtu mwingine wa tatu. Lakini kwa nini tunaita The Royal Boss? Nikwambie kuna visa na mikasa, kuna faili la siri, faili la nyaraka za kifo. Itakuwaje? Basi nikwambie ni katika simulizi ya The Royal Boss, na kama ni mara yako ya kwanza utembelea channel hii, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza utembelea kwenye ukurasa huu wa Facebook, tafadhali bonyeza alama ya follow ili kuwa wa kwanza kupokea simulizi zetu na tips mbalimbali ambazo tunaendelea kushare kupitia Digi Fursa. Na leo tunaendelea sehemu tulipoishia. Tuliweza kuona katika episode iliyopita kwamba moja ya changamoto ambao sasa hivi Bivana anapitia ni lile faili ambalo alitumiwa, na yeye baada ya kuwa ametumia ile faili akaamua kumpatia pia Manyanya. Na Manyanya, moja jina ambalo alikuwa hataki kulitaja ni kuhusiana na faili la mwaka 2017 kwenye Project K. Kuna jambo gani ambalo litokea huko? Nikwambia twende pamoja, leo tutaenda kufungua siri moja baada ya nyingine kwenye episode hii. Kwa kwanza tu tutakumbuka kwamba wakati ule kulikuwa na simu ambayo ilikuwa imeita, lakini baada ya kuita, baada ya simu mazungumzo hapa na pale ikakatika. Sasa baada ya yale maneno yakaendelea kujirudia kichwani mwa Manyanya kwamba ile mtu alimpigia simu kwamba nataka wewe utakuwa mfunguo na utanisaidia kufungua mlango kwa Bivana. Sasa ni nani yule aliyempigia simu? Basi yote haya ni katika simulizi episode ya 3. Macho yake yalipoteza kabisa nuru, yalipoteza tulizo, yalipoteza amani kabisa. Hofu ya zamani kaanza kujirudia. Ile aliyodhani tayari alishaizika miaka 8 iliyopita nyuma ilianza kuibuka taratibu kama moshi mweusi katika maisha yake kwa mara nyingine tena. Lakini kabla hajapumua vizuri, mlango wa hapo ofisini kwao ukafunguliwa kwa kishindo. Alikuwa ni Bivana. Bivana sura yake ilikuwa ni tofauti sana leo, si kali kivile na si yenye kiburi, bali ilikuwa imejaa hofu ya mtu ambaye kama kuna jambo fulani alikuwa analijua kwamba kuna kitu fulani ambacho kitatokea katika maisha yake. Hata uvaji wake ulikuwa wa kawaida sana, hakuwa mtu wa kujiamini kama ambavyo amekuwa akijiamini siku za nyuma. Mambo yalikuwaje? Akamwambia, bwana Manyanya, tunahitaji kuongea. Sauti yake ilikuwa kama sauti ambayo imekosa nuru, imekuwa butu, imekuwa chini sana, imevunjika moyo, kama mtu aliyeona kitu ambacho hakipaswi kuonwa na mwanadamu kama yeye. Manyanya alijifanya kwa mtulivu, akamuuliza kuhusu nini madam? Akamwambia Bivana. Akapiga hatua ndani bila kuweza kumjibu Manyanya. Akafungua mlango, akaingia zake ndani, akasema mbele ya meza yake bila kujua anze wapi, ama keti ama endelee kusimama. Wakati basi Manyanya naye akaingia ndani. Alipoingia akamwambia, kuna mtu anatuchimba sisi wawili. Alitazama juu, akameza mate, akamwambia, ukijua sio kwa ajili ya kampuni, sio msimamizi, ni mtu ambaye tunamfahamu na ni mtu ambaye anatufahamu. Manyanya alishtuka, akamwambia Bivana, unamaanisha nini? Bivana akamwangalia moja kwa moja, macho yakiwa na mng'ao wa hofu ya kweli kabisa ambaye alikuwa inadhihirika katika uso wa Bivana. Akamwambia, mtu ambaye tulitaka tusimtaje tena katika maisha yetu katika lile tukio, kama nakumbuka. Sasa ni tukio gani ambalo lilitokea? Nikukumbushe tu mfuataji wa simulizi ya The Royal Boss kwamba mwaka 2017 nini kitokea. Turejee nyuma kwenye Project K ya mwaka 2017 incident. Nini kitokea? Lakini kuna tukio moja ambalo lilitokea chuoni kwao darasani. Kulikuwa na kelele za wanafunzi, msichana alikuwa akilia, kamera inapigwa chini na sauti ya mtu ikisema, hili halitaisha leo Manyanya. Alishtuka. Hiyo sauti ilikuwa ya mwanaume mmoja, mwanaume ambaye hakuwahi kutaja jina hata kwa rafiki yake. Lakini kabla hajamaliza kurudisha kumbukizi, Bivana karudisha akili yake. Sasa kamwambia, unajua Manyanya, yule mtu amerudi. Ilikuwaje sasa? Hii ilikuwa ni baada ya dakika kama 3 hivi mbili za ukimya. Manyanya aliinamisha kichwa taratibu kuweza kutafakari yale maneno ambayo Bivana alikuwa amemwambia. Akamwambia, Bivana, unajua kilichotokea siku ile hakikuwa makusudi, ulinisingizia. Bivana akamkatiza kwa ukali, akamwambia, sikiliza Manyanya, hicho sio kitu nataka tuzungumze kwa hivi sasa. Akasimama, akatembea karibu na dirisha, akavuta pumzi na hewa kwa nguvu, kisha akaendelea. Akamwambia, sikiliza, kuna mtu ametuma faili lile makusudi
amefanya uonekane kama umefichwa asili yetu, na sasa ana target kwangu moja kwa moja. Manyanya kavuta pumzi akamwambia, lakini kwa nini wewe? Mbona baada ya miaka toka ule mwaka 2017 alikuwa akinitafuta mimi kwanza? Bivana akamgeukia ghafla, macho yake yamejaa hasira na hofu. Akamwambia, sikiliza, kwa sababu ulikuwa shahidi mkuu wake Manyanya, unanielewa? Na mimi ndio nilikuwa sababu ya kila kitu. Manyanya akajaribu kuonekana kama ametetemeka fulani hivi, kuanza kupata hofu. Wakati huo Manyanya pamoja na Bivana akiendelea kuzungumza, Eva bwana, Eva hajawahi kuacha kitu. Huyu Eva huyu sijajua ndio ile kwenye Biblia au ilikuwaje, sijajua. Hebu twende kaangalie Eva ilikuwaje. Sasa wakati bado endelea kuzungumza maneno mawili matatu, mlango ulitingishwa kidogo, lakini hawakuweza kusikia kama kuna mtu ambaye anajaribu kuingia katika chumba hiki ambacho alikuwa akiendelea kuzungumza. Eva alikuwa nje ya mlango akisikiliza kila neno ambalo walikuwa akizungumza Manyanya pamoja na Bivana. Kwenye sura yake hakukuwa na mshangao, kulikuwa na tabasamu dogo la mtu ambaye alikuwa akisubiri jambo hili kwa muda mrefu sana. Lakini kisha akamwambia, sasa mchezo umeanza, alijiambia kimoyomoyo. Baada ya hapo akaamua kuondoka kimya kimya bila hata mlango kushtuka kama kulikuwa na mtu mlangoni ama la. Lakini macho yake yalikuwa yakiwaka tamaa ya mtu aliyekuwa anataka kujua siri ambazo kiukweli alitamani kuweza kuangusha watu wawili kati ya Manyanya pamoja na Bivana. Sijui nyuma pazia kuna nani zaidi, lakini kwambie endelea kufuatilia simulizi katika channel hii na katika ukurasa huu wa Facebook. Bivana akarudi kuketi mbele ya Manyanya, akatulia sekunde kadhaa, halafu akasema kitu ambacho kilimvunja moyo. Akamwambia Manyanya, yule mtu anayekufuata ni mtu uliyemwamini sana zamani, mtu uliyemwita kaka. Manyanya alikosa pumzi. Akamwambia Bivana, hapana, haiwezekani. Huyu haiwezekani, alikuwa rafiki yangu na unafahamu kabisa nilimchukulia kama kaka yangu. Bivana katisha Manyanya kwa mara nyingine tena, akamwambia ndo huyo huyo. Sasa sikiliza, na sasa anakutumia wewe ili aweze kufika kwangu. Wakati wakiendelea kuzungumza mwili matatu, simu ya Manyanya iliita kwa mara nyingine tena. Ni ile sauti nzito ikasema, sasa hamwezi kukimbia, faili lenu liko mikononi mwangu, na hata hatua inayofuata inaanza usiku wa leo. Simu ikakatika bwana, mambo yakawa magumu sasa. Manyanya akarudi kwenye kiti, moyo ukimpiga kwa kasi, akamtazama Bivana. Bivana akashika kichwa chake, akapumua kwa shida. Wakati huo Eva akatuma ujumbe mfupi kwa namba isiyojulikana, unknown number K. Akambia sasa wanajua, anza toa ya pili. Sasa nikurejeshe kwa mara nyingine tena mwaka 2017, nini ambacho kilitokea kwenye hii maisha yao kati ya Bivana, Manyanya na huyo mtu ambaye inaonekana sasa amesharejea tena kuanza kuwafuatilia. Inaonyesha kwamba kulikuwa na matone yalikuwa ya kigonga madirisha ya chuo kama milio ya risasi ndogo ndogo. Ilikuwa ni mvua hizo. Chuo kizima kilikuwa kimejaa makelele ya vijana, muziki, kelele za vikundi vya wanafunzi na harufu ya chai ya hostel. Lakini ndani ya ukumbi mdogo wa darasa namba 12 kulikuwa na utulivu usio wa kawaida sana. Mwangaza hafifu, kiti kimoja ikiwa kimevunjika, vitabu vya wanafunzi vichache vikiwa vimetupwa pembeni. Ndani ya ukumbi huo kulikuwa na watu watatu. Miongoni mwa watu hao alikuwepo Manyanya, alikuwepo Bivana na alikuwepo na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa kaka kwa Manyanya ambaye alikuwa anaitwa Kelvin. Sasa kwa mara nyingine tena tunakuja kumuona mtu mmoja anaitwa Kelvin. Hebu mshikilie sana huyu Kelvin ni nani? Tunaweza kuja kufahamu hapo baadaye. Na kwa nini amekuwepo kwenye hiki chumba? Basi nikwambie katika simulizi ya The Real Boss. Kelvin, kijana mwenye mwili mkubwa na macho yenye ushawishi aliyependwa na wengi chuoni, alikuwa ndiye mtu ambaye Manyanya alimwamini kupita wote. Alikuwa rafiki wa damu na alimchukulia kama kaka yake kabla ya siku ile ambayo kiukweli mambo yalikuwa yako mabaya. Lakini leo uso wa Kelvin ulikuwa tofauti. Kulikuwa na kitu kibaya ndani ya macho yake, kitu kizito zaidi ya hasira. Mambo yalikuwaje? Nikwambia tu mambo yalikuwa hivi. Unaelewa unachokifanya Bivana alikuwa akiendelea kuzungumza katika chumba hiki ambacho kilikuwa kimejaa utulivu na kati ya watu watatu. Kelvin alimuuliza kwa sauti nzito, kama angalia Manyanya kama mzigo wa lawama. Bivana alikuwa amekunja mikono, lakini macho yake yalionyesha hofu inaunganishwa na fedhea. Sikutaka haya yote yatokee. Kelvin akatabasamu kwa ukatili, lakini imetokea na sasa kila mtu atajua. Manyanya akapiga hatua mbele. Kelvin, nilikwambia haiwezi kwenda hivyo. Bivana kwa sehemu ya mpango wako. Kelvin akamgeukia Manyanya ghafla. Mpango wangu? Huu si mpango Manyanya, hii ni adhabu.
na adhabu hii inastahiliwa. Kwa nini? Bivana akawakwaruza kwa sauti, nilisema sikutaka, acha kutaja jina langu kwenye hii drama yenu. Lakini Kelvin hakusikiliza. Alichokifanya ni kuchukua simu yake, akabonyeza kitufe, alafu akaizungusha kuelekea kwa Manyanya, akamwambia ionyeshe video ambayo Manyanya hakupenda hata kuiona sekunde moja. Ilikuwa ndo ile siku ya ile tukio la ajabu na la aibu. Ilikuwa hivi, Bivana alikuwa ameshikwa na kundi la wanafunzi wawili wakimlazimisha kutoa simu yake baada ya ugomvi darasani. Sasa Bivana katuo alikuwa amelia mpaka sura yake aliyokuwa ameiremba na nini ilikuwa imeharibika. Manyanya alionekana pembeni akijaribu kuzuia ugomvi ule, lakini kwa bahati mbaya sura yake ilionekana kana kwamba yeye ndiye alikuwa ameongoza genge hilo la kuweza kumfanyia ukatili nani? Bivana. Na hiyo ndio ilikuwa video ambayo ilirekodiwa. Sasa nini kilitokea kwa Kelvin? Wakati huo Manyanya akapumua kwa nguvu mara baada ya kuwa ametazama video ile, akamwambia Kelvin, hiyo video ilikuwa ushawishi wa kupandikiza ukisema mimi ndiye nilifanya. Kwa nini ulifanya hivyo? Kelvin akavuta kiti na kukaa mbele ya hawa watu wawili kati ya Manyanya pamoja na Bivana. Akamwambia kwa nini? Akamwambia kwa sababu Manyanya, ulijua vizuri kwamba mimi nilimpenda sana Bivana, lakini wewe mshenzi ulikuwa karibu naye kuliko mimi. Kwa nini? Hiki ndicho ambacho ulistahili. Bivana alishtua kabisa, akamwambia Kelvin, huo ni ujinga, siwezi kuwa na wewe. Kelvin akampuuza kwa sauti hiyo nzito, akamwambia nilikuambia usiwe karibu naye Manyanya, nilikuambia mara nyingi, lakini kaka yangu naye akajitia uziwi, hakutaka kusikia neno lolote lile. Basi akainua simu taratibu kwa mara nyingine tena, hata kama hukumdhuru, nilihitaji video ionekane kama kwamba wewe umehusika ili ni kuondoe njiani usiweze kumpenda tena Bivana, ama Bivana asiweze kukupenda wewe. Manyanya kikweli ile hali ilimdhoofisha sana katika moyo wake. Manyanya akapiga hatua polepole kama mtu aliyekuwa amepigwa ngumi ya roho. Kelvin, nilidhani wewe ni ndugu yangu, sikujua ulikuwa unanichukia kiasi hiki. Kweli? Kelvin alisimama akamkaribia sana Manyanya uso kwa uso. Akamwambia sikiliza, damu haimaanishi uaminifu, na leo hii nina uhakika nitapata nilichonyimwa kwa miaka yote. Namtaka Bivana. I want to be na Bivana. Akamtazama Bivana na hapo ndipo hasira yake ya kweli Bivana ilipolipuka. Kelvin, unasema nini? Bivana ni zawadi? Kivipi? Kelvin alikasirika, akapiga kiti chini kikapasuka. Bivana akataka kutoka, lakini Manyanya akajaribu kumzuia Kelvin. Nyakati hizo dakika moja iligeuka kuwa dhoruba, yani Kelvin akamsukuma Manyanya kwa nguvu hadi ukutani. Bivana akapiga kelele. Manyanya akashikwa kwa nguvu, na wakati wa simu ya Kelvin ilianguka chini. Wakati Manyanya anapambana, Kelvin akasema kitu kilichomkabaro kabisa. Akasema ngoje kwanza, hii video iende nje, wacha niisambaze uione kama utaendelea kuwa mtu mwenye hadhi na mtu ambaye anastahili kuwepo hapa chuoni. Ndivyo ilivyomalizika. Video ilivuja, chuki kaibuka. Bivana aliapa kutomtaja tena Kelvin katika maisha yake na hatomtetea tena Manyanya. Manyanya kapaza lawama zote ambazo Kelvin alikuwa amemwangushia, ikabidi akubaliane na hali. Maisha yakavunjika ghafla, lakini Kelvin hakuwahi kupatikana tena mara baada ya kuwa ameivujisha ile video. Sasa turejee kwa sasa, hali ikoje akiwa katika mtanziko huu wa kuweza kufikiria itakuwaje? Katika simulizi ya The Real Boss, endelea kusikiliza na endelea kushare kama umeipenda zaidi. Bivana akamaliza simulizi yake hiyo kutukumbusha yale yaliyotokea 2017. Kambia Manyanya, Kelvin amerejea kwa mara nyingine tena. Kambia, kwa hiyo nataka kuniambia kweli huyu ni Kelvin na anataka nini? Bivana kaficha macho yake, sauti yake ikawa ya chini sana, kama nusu ya msichana aliyekwama miaka ya nyuma kile kipindi cha chuoni. Anataka kuniharibu na anataka kukutumia wewe ili afanikiwe. Kimya kikafunika ghafla ofisini. Alafu mlango kagongwa, sauti ya Eva ikasikika wakati huo. Bivana, tafadhali madam, kuna mtu anakutaka pale reception. Amesema jina lake ni Kelvin. Bivana akasimama kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Manyanya macho akafunguka. Eva akatabasamu kimya kimya ndani ya moyo wake, huku akifungua mlango ili kuweza kutoka, na kwamba alikuwa hajui chochote, lakini wakati huo moyoni anajua nini ambacho kinatokea. Kelvin amerudi. Lakini je, anataka kulipiza kisasi au kuna jambo kubwa zaidi linalojificha nyuma ya safari yake ya miaka 8?
Na Eva kwa nini anaonekana anajua zaidi kuliko anavyosema au anayoyaongea? Nikwambia ni katika simulizi ya The Real Boss tuweza kufahamu itakuwaje. Je, Calvin amekuja kwa wema, amekuja kwa ubaya? Mlango gani ambao ni ufunguo kutoka kwa manyanya? Na je, nini kitatokea kwenye kampuni hii ya Bivana Group? Nikwambie ni katika episode inayofuata. Tukutane katika episode ya 4 tuweza kujua nini ambacho kitajiri katika simulizi ya The Real Boss.